Tuseme amen. Tuseme amen. Tuandike, ulimi huleta baraka. Ndio ujumbe wetu wa leo. Ulimi huleta baraka. Ulimi huleta baraka. Ulimi huleta baraka. Wote tuseme ulimi huleta baraka. Kwa sauti na nguvu yenu sema ulimi huleta baraka. Ulimi huleta baraka. Tumeshasoma kitabu cha Yakobo sura ile ya 3 na mstari wa 5. Tunayo mambo ya kuandika wote kwa pamoja. Tuanze kuandika. Sehemu ya kwanza, andika: ulimi unaweza kuleta mafarakano au uovu mbalimbali. Ulimi unaweza kuleta mafarakano au uovu mbalimbali. Bwana Yesu asaidie sana. Ulimi unaweza kuleta mafarakano au uovu mbalimbali. Ulimi unaweza kuleta mafarakano au uovu mbalimbali katika jamii, katika kanisa, katika jamii, katika kanisa. Ulimi unaweza kuleta mafarakano au uovu mbalimbali, mafarakano mbalimbali au uovu katika jamii, katika makanisa na katika familia. Na pointi inayofuata wote ulikiingia kwa utaandika: tunapata kujifunza kwa maneno ya Kristo. Tunapata kujifunza kwa maneno ya Kristo yatokao kinywani mwake. Tunapata kujifunza kwa maneno ya Kristo yatokao kinywani mwake. Kinywani mwa Kristo kuna maneno yanayotoka ambayo tunapaswa kujifunza kwayo. Umemaliza mtego wa Mungu? Galatia, narudia pointi ya mwisho. Tunapata kujifunza kwa maneno ya Kristo yatokao kinywani mwake. Kitabu cha Luka 4:22. Andika Luka 4:22. Tunapata kujifunza kwa maneno yatokao kinywani mwa Yesu. Luka 4:22. Twende sembi. Twende sembi. Andika: dhambi ya uongo inahusu maneno makali, ukatili, kusingizia, kusengenya. Dhambi ya uongo wa ulimi inahusu maneno makali, ukatili, kusingizia, kusengenya. Dhambi ya uongo ya ulimi wa dhambi ya uongo, dhambi ya ulimi wa uongo inahusu maneno, ukali, ukatili, kusingizia, kusengenya, kujivuna. Andike. Bwana Yesu asaidie sana. Nikasema pointi ya kwanza kwamba ulimi unaleta mafarakano mbalimbali au uovu. Kama mwanadamu atazuia ulimi, kama Mkristo ataweza kujitunza kwenye ulimi, atajikuta analeta mafarakano. Yakobo anasema, ndugu zangu, ulimi, tazameni ulimi ulivyo katika viungo. Ni kiungo kidogo, lakini una uweza wa kuwasha moto. Bwana Yesu asaidie sana. Anasema una uweza wa kuwasha nini? Moto. Yule mtumishi wa Mungu Yakobo, mchungaji, analiona kanisa, anasema tazameni ulimi ulivyo katikati ya viungo. Ni kiungo kidogo, lakini unaweza kuwasha nini? Na watu wengi wamepata matatizo. Makanisa yamevurugika, familia zimevurugika kwa sababu ya kutokutunza ndimi zetu. Bwana Yesu asaidie sana. Wengi wamevurugana kwenye ndoa, wengi wamekata tamaa, wengi wamekosa mahusiano na Mungu kwa sababu ya ulimi. Ni kakiungo kadogo katika mwili ya mwanadamu, ni kakiungo kadogo kasiojulikana, lakini kanawasha moto mpaka kuleta vurugu, kanaweza kuleta mafarakano, kanaweza kusababisha uovu ndani ya kanisa. Bwana Yesu atuhurumie sana. Bwana Yesu atuhurumie sana. Wengi tumekosana Mungu kwa sababu ya ulimi. Wengi umetengwa na Mungu kwa sababu ya ulimi. Wengi umekosa baraka kwa sababu ya ulimi. Nikasema kwenye sehemu hii ya kwamba ulimi tutengana pamoja, tunapata kujifunza kwa maneno ya Kristo katika maneno yake Yesu yaliyotoka ndani ya kinywa chake. Yesu alikuwa na maneno ambayo yanasababisha kanisa liwe salama. Yesu alikuwa anatamka maneno ambayo yanajenga kanisa, yanajenga ufalme wa Mungu. Je, sisi leo tunajifunza kwa maneno ya Yesu? Bwana Yesu asaidie sana. Bwana Yesu asaidie sana.
Kwa hiyo tunapaswa kujifunza kwa maneno yaliyotoka kwenye kinywa cha Yesu. Yesu alikuwa na maneno ambayo ndani mwake yamekaa yanasikaa. Maneno ya Kristo yalikuwa yana uangalifu sana. Alipotamka maneno kutoka kwenye kinywa chake, yalijenga kanisa, yalijenga jamii, yalisababisha uwepo wa Mungu uwepo katika mkutano wake, yalileta uponyaji wa Mungu ukapate kutokea, kwa sababu maneno yake yalikuwa yamejaa hekima ya Mungu. Sema amina. Kila Bwana ibarikiwe. Naomba nisome Luka 4:22. Luka 4:22. Ndio. Wakamshuhudia wote. Wakiyastaajabia maneno ya rehema yaliyotoka kinywani mwake. Wakasema, huyu sio mwana wa Yusufu. Akawaambia, hapana shaka. Mtaniambia misali hii. Tabibu ajiponye nafsi yake. Mambo yote tuliyoyasikia kwamba yametendeka Kapernaum, yatendeke na hapa pia. Aha. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Piga Yesu makofi kwa ajili ya Bwana Yesu. Yes. Kwa hiyo ulimi unasababisha ukali. Tunaposema ulimi unaleta mafarakano, unaanza kuleta masengenyo, unaleta ukatili, unaleta ukali, unaleta kujivuna. Hata wewe unayejivuna leo, sio shida wewe, sio sisi, shida ni kauli yako. Wewe unajivuna, hamuongozi na sehemu nyumbani. Wengi mnajivuna hamuongozi na mabosi wenu kwenye biashara. Wengi mnajivuna wateja wamewakimbia, na unamkaribisha mteja. Auelewi kwamba mteja ndio mfalme. Unamkaribisha umenuna kwenye biashara. Hauwezi ukatoboa Tanzania kwa sababu ya ulimi ambao haujakaa vizuri katika mafunzo ya Bwana. Leo wapendwa walokole mnalazimu sana. Wateja wamepungua, maisha yamekuwa magumu, vyuma vimekaza, havijakaza vyuma, zenu hazijangaliwa. Turudi kwenye mwelekeo Samariya, turudi kwake kwa Bwana. Tengenezeni kaulini, tengenezeni ulimi wako, wakarudi kwenye mwelekeo, wakarudi kwenye njia ya Bwana. Wateja watakuwa na wengi. Sasa pamoja na kwamba ni Mwafrika, wateja wanakuja, mama na uzaji, unakuja shingo na iweka magharibi. Mama na uzaji, nyanya shilinga, unasema zinakuhusu nini? Mama mbona nyanya hizi ziko foko, unasema umezinuna wewe. Sikilizeni, hebu tuuzaji ulimi tukapate wateja kwenye biashara. Watajiri kwa Bwana upo, watajiri kwa Bwana upo. Tunapaswa kutengeneza dini zetu. Sema amina. Jesus, sema amina. Kuna wateja wapo kwenye ulimi wako. Pesa iko kwenye ulimi wako. Sababu haleluya. Mchumba mzuri uko kwenye ulimi wako. Kwenye maombi inaeleka mzuri. Ulimi unawasha masengenyo, ulimi unaleta ukatili. Na leo wanaua watoto wao ni kwa sababu ndimi zao zimeenda mbele ya Mungu. Wanaokata watu